Katika video iliyopita tulizungumzia kuhusu if statement, tukasema kama leo utaanza if else statement. Hii else statement inatumika pale ambapo kuna nini, kuna false kwenye true. Kwa hiyo sasa kama true imetokea imeshindikana, basi fanye nini? Ifanye false. Yani uwe na option, program iwe na option, kama ikikosa hichi basi ifanye. Tukaona namna ambavyo inafanya, na tukaanza na int na tuseme nini, port, int port hiyo, then hapa tutaandika if kama sasa kama port ni sawasawa na hii hapa, itekeleze hiyo if port sawasawa na 43 taika and settings see out then kama port ni sawasawa na hii, tukaweka ujumbe hapa ambao ujumbe unafanyaje, utolewe kwenye output yetu. Hiyo ujumbe huu hapa ichapishe, mfano hapa naweza kuchapisha kitu nasema https detected secure upo salama, kizunguki upo salama hivyo. Then hapa sasa then sasa hiyo ni if ambayo tulisoma jana. Kwa hiyo sasa ikiwa ni if ndio tafanya hivyo, ikiwa ni else sasa kinyume chake, yani ikiwa ni port sio sawa na hiyo 443 ifanye hivi, hapo tunaandika else std, so itatoa output labda http detected warning, tutasema tu warning site not secure, not secured. Sinaandika then itakuwa tu hivyo. Kwa hiyo sasa itaangalia kama hii nanipo sawa, hii port ni sawa, ikikosa ndio tufanyaje, ndio tadili na hii hapa. Okay, tuka compile tuone compile kumefanyaje, http detected upo salama. Kujaribu kubadilisha port hapa, labda tuweke port 80. Then execute mwana pale nimesema warning site not secured, kwamba nifanyaje, nimekuta https, imekuta http. Kwa hiyo tunaanza kutoa tena mfano mwingine, labda wa kutumia hapo. Tumetumia int, tumetumia data type ambayo nini, ni ya int.
na tukatumia data type tofauti kama bool, kama ambavyo tumezoea. Tutatumia bool, then hapa tukaweka access granted. Hapa tuseme access granted kwamba labda user wetu ana nini, ana access. Kwa hiyo hapa tukiweka true, ikiwa user ana access, ikiwa ni true, basi ifanyaje, ichapishe hii message pa access granted. Kwamba ikiwa ni true sasa iwe tuseme if access granted, japo inaandikwa hivi, tukaongeza hapa s na hapa s, tuseme then hapa utabadilisha message hapa, hichi utakifuta. Kwa hiyo labda tuseme welcome in Cyber Lab. Alafu hapa tuseme nini, tuseme kuandika tofauti don't kuandika hauna ruhusa seva imekutema, oni hauna ruhusa seva imekutema. Alafu hapa claim in Cyber Lab. Kwa hiyo sasa ikikuta una access itatoa ujumbe, ukikuta una ndio itatoa. Tukaangalie then tutamona kwa sababu nini, kwa sababu hii ni true, kwa mfanyaje welcome in Cyber Lab. Kwa hiyo hapo tukiweka false, hapo tutaona tukacholeta false. Tuki-execute hapo utaona warning, hauna ruhusa, server imepotea. Umeona? Kwa hiyo sasa ndo kama hivyo hapo. Kazi naacha kwako ufanyaje, uzifanye mazoezi hizo na nini, pamoja na nini nyingine hapo. Unaweza kubadilisha hizi variable, ukafanya mazoezi na hizi hizi data type, ukazifanyia zaidi mazoezi, ukazibadilisha na variable, ukaona zinavyofanya kazi, ili mradi ufanyaje, utumie if else statement vizuri kwenye programu zako. Kwa hiyo mimi mpaka hapa sina ziada. Tutaangalia katika somo lijalo. Ndio hivyo tu, ni simple na